Habari ya mtumishi wa Mungu. Habari ya tangu jana? Bwana nzuri sana ndugu yangu. Tangu tulivyoonana jana siku ya Jumamosi, alafu leo Jumapili mida kama hii jioni tunaonana, ndio imekuwa baraka sana kwangu na wewe. Lakini sasa kuna mtazamaji hapa anatutazama, na kwa vile sisi watumishi wa Mungu tumekutana, si vizuri tukamwacha kama alivyo. Una nini cha kumwambia mtazamaji huyu ambaye anatutazama saa hii hapa tunapokutana na mtumishi? Mtazamaji wangu, nisikuache bure. Amina. Nikuache na neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Zaburi 118 mstari 17. Sawa. Nacho kinasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Mungu akubariki sana. Amina. Mtumishi ubarikiwe sana, mtumishi Mikaeli. Sasa kwa leo hatuwezi hata mpiga kamera naye akatuacha hivi hivi, ingawa atakuwa nyuma ya kamera, ila ana kitu cha kutuambia. Leo ni siku ya Jumapili, tumekutana kama watumishi hapa. Kuna kitu cha kukwambia, ingawa hutamuona, lakini sauti yake itakuwa baraka kwako. Hebu sikia ujumbe napo kwa mpiga kamera wa siku ya leo. Hataki kukuacha hivi hivi. Nitaenda kusoma Zaburi 23 mstari wa kwanza. Inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Jioni ya leo watazamaji, msiende kupungukiwa na kitu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tunawapenda sana sana sana. Mbarikiwe sana. Amina. Na hisi mtazamaji ambaye unatufuatilia hapo popote ulipo, imekuwa baraka sisi tulivyokutana kama watumishi hapa, lakini pia na mimi nataka nikuachie neno, mtu wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu ile sura ya 22 mstari wake wa 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Wakati unawaza kujiliwa na mema ambayo unayatamani, hebu waza kwanza kumjua sana Mungu. Natamani ujue ya kwamba unatakiwa umjue Mungu ili uyapate mema. Pokea kiu kubwa ya kumjua Mungu, maana ndiyo chemchemu ya kuyapata mema unayoyatarajia. Barikiwa. Amina. Uwe na siku ya baraka. Okay. Tumesha nakuaga hapa. Amina.